Asamle mle ndani, kumbe bwana walikuwa wamempakia abiria ambaye ni zombie. Dada anapokuja kushtuka ni kwamba yule mwanamke bwana wanajiuliza mikwaje, kabinti kama mpanda huyu kanataka ubongo. Sasa mhudumu mmoja kang'atwa tena. Sasa maambukizi yanaanza mmoja baada ya mwingine. Mhudumu anang'atwa na zombie. Oho, watu wakashanga binadamu gani tena huyu? Kuda dadeki kang'atwa mwingine tena. Bwana kizaazaa kimeanza ndani ya treni. Sasa ili kuweza kujua haya, hebu tuendelee kufuatilia, wenda tukafahamu. Kumekucha baba. Haya bwana, jamaa wanashangaa sasa, waelewi kwa sababu wafahamu masuala ya zombie bwana. Jamaa ikabidi waanze yani sasa kujisaidia wao. Bwana jamani, kila mtu kimbieni. Jamaa kaja kumbe bwana kuna zombie. Huyo jamaa naye hana taarifa, anatafuta mtoto wake alipokaa wapi. Watu ni kama wamelewa bwana. Uambe mama inuka. Oho, jamaa naye kang'atwa. Jamaa anashtuka alichokuwa anaambiwa na jamaa yake kwenye simu ndio kinatokea ndani ya treni. Watu wanang'atana, afa kikung'ata na unakuwa kama yeye. Bwana ni yeye kama hivi. Oho, kumekucha. Mahindi. Hawatumii unga wa mahindi kiufupi. Sana sana wanatumia kulisha farasi inavyosadikika. Lakini mimi nimeona wanapika mahindi wanachanganya na nyama. Yaani kama vile wanaita nini bwana? Yaani kama vile wanaita nini bwana? Watu wa mababa wanajua sana. Sasa huyu mtoto akiwa amekaa katika haya maeneo, kuna kijana mmoja wa kiume anatoka kwenye shamba la mahindi. Na huyu kijana ambaye ametokea kwenye shamba la mahindi alimpotea kama vile wiki. Amepotea wiki ndio anarudi. Sasa huyu mtoto wa kike anamuuliza, Boyd, ulikuwaga wapi? Ina maana siku zote ulikuwa katika hayo mahindi? Umekaa kwenye mahindi siku ngapi? Boyd azungumzi chochote na huyu binti. Zaidi anaangalia sira gani yenye kumfaa. Kachukua kisu. Lakini huyu mtoto haogopi kabisa, haonyeshi kuogopa wala kukimbia. Baada anatazama tu hicho kisu. Sasa na mara huyu kijana akamwambia, mimi sihitaji ulie tena katika maisha yako. Na akamfuata, akamwambia haya. Kaangalia mahindi. Mahindi ni moja kati ya kilimo kikubwa sana nchini Marekani, lakini hawayatumii. Wanayaleta Afrika. Akamwambia usiona wasiwasi. Hakuna chenye kufa moja kwa moja kwenye mahindi. Yaani kwa maana kuna kitu kingine uaga kinabaki. Sijajua mtoto kashikwa na mapepo gani. Anakuja katika kituo. Hiki ni kituo cha kulelea watoto yatima. Sasa huyu anamsema, wewe ulikuwa wapi kipindi chote? Huyu ni mtunzaji hao watoto. Kapigwa kisu. Amempiga kisu cha tumbo mzee wa watu chali. Sasa akaingia ndani. Sauti zinasikika za watu wazima. Anaendelea kuwaua. Na huyu mtoto kakaa hapa nje bila kuogopa wala nini. Bwana, polisi walipokea taarifa na haraka sana wakakimbilia katika eneo la tukio, na ile eneo lilikuwa nje kidogo ya kamji kadogo ndani ya hili eneo la mashambani. Huku ni mashambani kabisa. Lakini pia hapa kulikuwa kuna gesi ya kupulizia mashambani kuua wadudu. Wezi amini. Hii gesi bwana, pipe yake imeingizwa mpaka humu ili waliokuwa ndani waivute. Na aliyefanya hayo ni huyo ambaye tumeweza kumuona akiwa anaua. Yaani kwa maana watoto waliokuwa ndani wote na hata wale ambao walikuwa wanawalea wote wamepoteza maisha, na hiyo sumu kali ambayo ilikuwa inatumika kwa ajili ya kuua wadudu mashambani. Ni kwa nini kafanya hivi huyu bwana mdogo?
Yaweza kuwa kulikuwa kuna pepo mbaya amemkamata. Children of the Corn ndo hii hapa. Watoto 15 wamekufa katika kifo cha hatari kabisa. Umeona? Haya ni baadhi ya mafande ambao walikuwa wanalizungumzia hili. Sasa huyu ni afande ambaye anasema muda sio mrefu anataka kuacha kazi, anataka kuingia katika kinyang'anyiro cha uchaguzi. Sasa anataka kulitatua hili jambo ambalo kwa sasa liko hapa. Nenda kaongea na huyu mtoto kwa sababu ni mtoto pekee aliyepona, aliyekuwa nje, sababu ndani wote wamekufa. Hata na yule aliyekuja kufanya hayo mambo naye pia amepoteza maisha sijui. Sasa huyu bwana anaenda kuzungumza na huyu mtoto. So, Kwa hiyo I guess it follow that. Unajua wewe ndio pekee ambaye umebaki pale katika ile eneo. Sasa kama wewe ndio pekee ambaye umebaki, nafikiri unajua. Unajua na wewe ni mtoto mzuri. Labda unaweza ukatuambia kilichojiri pale. Ni nini ambacho kimetokea? Nilikuwa sitaki nikuulize lakini tunahitaji tujue ya kwamba tatizo nini. Anasema kuna dadeki. Kila nikiweka kitu hapa nashindwa. Ilikuwa ni kama game ya kupanga panga bidu bwana ili kutengeneza picha. Sasa kuna karata moja hapo kila kiweka inamgomea. Basi akamgeuzia ili iwe rahisi kwake kuweka sawa. Yes, kaiunganisha sasa hivi vizuri. Anasema huyu anaitwa Red Queen. Kwani unampenda Red Queen? Sema yes, nampenda Red Queen kwa sababu Red Queen ameitengeneza dunia yake kwa njia ambaye mwenyewe anaona inamfaa. Lakini pole sana kwa kile ambacho kimetokea kule kwenye kile kituo cha kulelea watoto. Na mimi mwenyewe imeniuma sana, hususan ile ajali ambayo imetokea. Lakini nataka nikuulize swali moja mtoto wangu. Yule kijana kabla hajafanya mauaji alikuambia chochote? Hamna cha maana. Lakini alisema tu kitu kimoja. Pole sana. Sasa anasema pole ya nini? Pole kwa kuwa wale vijana wote mle ndani pamoja na wale watu wazima. Anasema pole kwa sababu ya kushindwa kukua wewe. Ina maana alikuwa anakusudia la kuwa wanaume wengi zaidi, watu wengi wakubwa. Kwa hiyo anasema anajisikia vibaya kwa nini ameshindwa kuwafyeka na wengine ambao wako nje, yani watu wazima wengine. Ni mji mdogo ambao shughuli zao kubwa katika haya maeneo ni ulimaji wa mahindi, lakini ile eneo linaonekana sasa limeanza kufeli. Na hawa wanafanya usafi, kila mmoja anampulizia mwenzake fagio kwake. Eneo hili limeanza kuwa halina uchumi mkubwa kwa sababu mahindi ambayo wanaanza kuyalima yameanza kuonekana yanatia hasara kwa sababu mengi yao yanaoza. Yani kilimo sasa kimeanza kuwatupa mkono. Yani wanafanya wanachokiweza lakini bado limekuwa ni swala zito. Yani mahindi yamekuwa sasa ni ya yani ni ya brown. Ilitakiwa yao ya ukijani lakini mwisho wa siku yanakuwa ya brown. Sasa katika matembezi huyu bwana mdogo anagundua kuna cheni hapo. Yuko na mdogo wake, si dadake huyu wa kike. Na hisi kwamba huyu kijana wa kiume ni mdogo, huyu mwingine ni mkubwa. Wametembea huko. Na huyu mtoto alikuwa anakagua mahindi lakini anakuta yote ni ya brown. Anasema unajua kuna kitu kimewekwa katika hii ardhi ndio sababu ya matokeo haya mahindi kuwa hivi. Anasema unajua tatizo labda wameenda kununua dawa ambayo imechanganywa tu majina. Unajua kuna maize na kuna maize. Labda wamechukua madawa sio mpaka haya mahindi yamekuwa ya rangi ya brown. Hii si akampulizia huyu. Ambia wewe hiyo ni toxic. Hiyo ni sumu. Unajua mahindi lazima yakewe mbolea. Mbolea nayo pia sometimes ni sumu. Sasa hii ni sumu ambayo pia inaweza ikawepo katika mahindi na kusababisha matatizo yote haya. Sasa ukimpulizia mwenzako huenda anaweza hata kafa baadaye. Sasa kama mahindi yenyewe yana sumu hivi alafu anakuja kutupa sisi wa Afrika. I say. Wanakumbe wanatulisha masumu kavu sana. Wanaita masumu kuvu. Wanatulisha masumu kuvu kinoma. Smell those toxins. Velvety. Lakini alimwambia mbona kama hii sumu inanukia vizuri dadangu. Ngoja nichukue nyingine. Na wewe ukivuta hiyo sumu kwa muda mrefu unaweza ukaja ukajitengenezea kansa ukubwani. Shauri yako. Mimi nimekuleta hapa tukague shamba la mzee tuone nini kinachosababisha yote haya.
Yaani mahindi yamebadilika, yamekuwa ya brown badala ya ukijani. Haven't been able to sleep for a month. Ameshindwa kulala mwezi mzima kufanya tafiti na kujua tatizo ni nini chenye kusumbua katika mashamba yao, na sio shamba la babake mzazi tu, bali ni mashamba yote katika mji wao. Yaani inaweza kuwa labda umepewa pembejeo sizo, ama dawa sizo, wenda hata na mbolea sizo, labda umekosea, ama ardhi nayo pia imeshachoka, kwa sababu ardhi nayo pia ukiwa unailimia kila siku na ukichanganya changanya mbolea kila siku, ardhi inakufa yani. Why would you ever come back? Sasa nawezaje kurudi huku? Unajua mimi nakuchukia huku. Yaani huku mimi nakuchukia. Yaani kuna kitu amemwambia mdogo wake aende akakipeleke alafu arudi huku. Kuna makaratasi ambayo tayari alikuwa ameshaandaa. Sijajua kwamba ni makaratasi ya dawa ama tafiti yake mwenyewe. Lakini akamwambia wewe nenda peleka alafu uje. Lakini mtoto wa kiume anasema mimi huku nakuchukia. Unajua hilo? Anasema nitaweza kuja kukwama huku daima. Alafu nikaja kufa katika sehemu ya ajabu kama mimi sipendi. Anatamani kuondoka aende mjini, lakini huko mjini hana ndugu. Inabidi tu abaki huku mashambani. Babao ni tajiri, ana mashamba makubwa kama hivi. Waendelee kuyatumikia. Sasa huyu mtoto kashamaliza chuo. Nazungumzia huyu wa kike. Na anafanya tafiti ya mahindi kwa sababu amesomea hilo jambo. Amesomea hilo jambo kwa ajili ya kuliongoza shamba lao na kampuni yao. Ghafla amenivua, waliogopa. Kuna mtoto mmoja amekuja. Wewe umetutisha bana. Wewe nini? Mbona kama una wigi hilo? Anasema mimi najiita Red Queen. The Red Queen. Mimi naitwa Red Queen kuanzia leo. Sasa kwa nini anajiita Red Queen? Red Queen ni mmoja kati ya hao wafalme wa zamani, yani wanaitwa malkia wa zamani katika eneo moja hivi wanaita Wonderland. Na huyo Red Queen alikuwa ni jambazi, alikuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo binti anajiita hivyo, amependa sana hadithi za Alice and the Wonderful and the Wonder Worlds. Sasa anasema kwamba yeye ni huyo Red Queen, jambazi, anapenda sana. Sasa katika pita bwana, wakajikuta wametokea katikati ya shamba ambako mara nyingi umbwaga anachanganya dawa kumwaga huku na kule. Sasa kumbe katikati hapo bwana kulikuwa kuna michezo ya watoto inaendelea. Na leo kulikuwa kuna adhabu ya mmoja kati ya watoto amefanya makosa. Watoto wanavurugu hao. Ni watoto wa huku kwenye haya mashamba. Baba zao ni wanamiliki mashamba huku. Toba. Huyu kavunja kioo na gari inaonekana kabisa kwamba ni nzima. Yaani wanavurugu, alafu na huyu Red Queen sasa ndio jambazi mkuu. Thomas Plant. Thomas Plant ni kijana ambaye kafanya makosa katika hiyo dunia yao. Anasema kutokana na matendo uliyatenda unapaswa kuadhibiwa kwa makosa ambayo umeyafanya. Sasa unahukumiwa kifo. Inaonekana kwamba ni mchezo wa kawaida, lakini mchezo huu unaonekana uko serious. Kwa maana hiyo wanataka kumuua kweli. Na kumuua kweli wanataka kumnyonga. La sivyo apaswe kujitupa. Hapo chini kulikuwa kuna nyasi. Wewe mwana mdogo, jitupe. Na wamemfunga katika mikono na huenda anaweza kadondoka vibaya. Mchezo mbaya huu. Sababu kule ni juu sana, yani sio karibu. Na ni watoto, anaweza kavunjika kiuno. Alafu anatakiwa kudondokea hapo kwenye hiyo miti. Shuka. Hii michezo mingine ni hatari. Sometimes watoto wanaweza wakajikuta wanacheza michezo kama hiyo na kusababisha kifo kwa mwenzao. Na huyu sasa malkia mwenyewe ndio anasema shuka chini wewe. Ruka. Watoto wengine wanashadadia. Ruka huko. Nye. Mnafanya nini? Kuna kijana mmoja mkubwa amekuja hapa. Ana miaka kama 18. Hao wengine wana miaka 10, 12. Hafuni mdogo wake. Ambaye toka hapo. Tokeni hapo. Kwanza gari ya bibi yangu mmeifanya nini? Mmevunja kioo. Hasebu angalia jinsi ambavyo mmeiponda hii gari. Yaani mmebonyeza gari ya bibi mwenyewe alikuwa anaipenda. Alafu mmetoboa tanki ya mafuta. Hivi nyinyi watoto mna wazimu ama? Anasema ni gari ya bibi yangu ya mwaka 1966. Alikuwa anaipenda sana. Anahitaji kuichukua hii gari kwa ajili ya kuipeleka kwa eneo la babake. Babake pia ana shamba kubwa na anahitaji kwenda kuipaki hapo. Haya, wakamsikiliza tu. Haya, mauaji yanaendelea. Tumchinje huyo. Unatakiwa ufe kabisa. Tena ufe kwa maumivu makali. Ufe kwa maumivu makali kasababisha nini? Eti nasadikika amepelekea kumuua paka mmoja. Kwa hiyo kama amemuua paka, adhabu lazima iwepo. Ameua paka na afe huyo. Ruka wewe. Ruka, ameua paka.
anatakiwa kutupwa katikati ya manyasi. Alafu naye anamwambia enda kanyasi. Huyu anaenda kumwambia kwamba aende akawashe nyasi. Wewe. Leaking gas in the grate. Anatakiwa enda akawashe nyasi. Ya zile nyasi zile ziwake, yule bwana mdogo ajitupe pale katika moto. Huyu akazuia akasema huu mchezo mwingine haufai. Ni kwa nini mnafanya hivi? Yeah, Bowen's right. Just Samahani. Hawapuzi hao nao. Wanakuja kutuzuia mambo yetu yasifanyike. Basi haina shida, tutaendelea siku nyingine. Yani alishangaa. Mbona haya matukio ya ajabu hivi? Yani mchezo wao umeingiliwa, hawajapenda. Wanasema mchezo umeingiliwa kwa dadadeki. Huyu naye anashabikia. Shuka. We. Pia unashabikia ujinga. Naambia kwani kuna tatizo gani? Si mchezo tu kama mchezo mwingine, macha avunjike kiuno. Sikaua paka. Mdogo wake naye ni mdogo na ndio maana anaona mchezo ni sawa tu. Basi wakatoka katika ile hukumu wakaendelea kufanya vitu vingine. Hiyo hukumu ilibidi waachane nayo. Wakaendelea kufanya michezo mingine hapo, wanacheza huku, wanacheza kule, na huyu mdada akashajiona hii ndio miliki yake. Cheki anavyoendelea kuiponda gari ya watu. Huko anacheka. Anacheka mwenyewe. Ana sifa huyu mtoto bwana, ana sifa kweli. Anaiponda gari ya watu. Yani anazidi kuwekea makovu. Yani mwenyewe alishtuka sana. Yule bwana mdogo ameshindwa kuondoka na gari ya bibi yake. Mahali alipata kuona zana zilizotengenezwa na hao vijana kwa ajili ya michezo yao ya hatari. Na hii ilikuwa ni moja kati ya muundo ya kukatia mahindi. Anasema hizi zamani zilikuwa zinatumika na mapilots. Vipi lakini uko sawa? Yeah, mimi niko vizuri. Alimkimbilia tu jirani yao, akaitupa ile zana kwenye shamba la mahindi. Ili isije kaonekana nao vijana ikaja katumika vibaya. Sasa mwisho wa siku huyu binti anamgusia kuhusiana na hiki kilimo cha mahindi jinsi kilivyokuwa hakipo sawa. Yaani mahindi yametengeneza fungus, sumu, mahindi hayakui tena, tatizo ni kubwa sana. Lakini huyu mwenzake naye pia akamgusia kwamba ametimiza miaka kama 18 hivi, wiki 2 zilizopita. Anafikiria sasa kuondoka hapa, kuelekea katika maeneo mengine kwenda kutafuta changamoto za maisha. Alikuwa anaishi na baba yao, lakini sasa unajua mtoto wa kizungu ukitimiza miaka 18 unaruhusiwa kuondoka nyumbani. Kwa hiyo huyu ameshafikiria wapi aende akatengeneze maisha. Kwa maana hiyo unaona ni sawa. Yaani unaondoka lakini unaona ni sawa kwamba kinachoendelea hapa mashamba yanakauka, kwa nini tusikae hapa tukayapigania maisha? Lakini anagundua mwenzake katika eneo la shavu ameumia. Akataka kujua ni nini. Alisema tu ni habari, yani ni bahati mbaya. Ni bahati mbaya, ni ajali ambayo imeweza kutokea. Accident. I'm so sorry. Ni accident. Accident. Be sorry for the ones who don't. Haya, basi ndio hivyo, anamwambia tu ni ajali imetokea kwa bahati mbaya, alikuwa anamsaidia mdogo wake, mara ndio yakatokea hayo majanga ambayo yameweza kutokea, lakini hamna mbaya. Ila anamuaga kwamba muda wote anaweza akaondoka, akaelekea town kwa ajili ya kwenda kutafuta changamoto mpya. Maisha hapa kijijini sasa anataka kuachana nayo kwa sababu hana ndoto ya kuendelea kubaki hapa. Lakini huyu binti kwa upande wake yeye alikuwa anahitaji waendelee kubaki katika hichi kijiji, waendelee kufanya shughuli zao za mahindi. Sasa wewe amini kuna kitu kinatoka katika mahindi kinashika lile mundu. Sasa yeye anarudi nyumbani. Huku kuna mashamba, huku kuna mashamba. Anapita katikati hapa. Katikati ya mahindi ambayo yamegeuka kuwa brown, kuna kitu kinasogea kinamfuata bibie. Sasa naye akahisi kama kuna kitu kinatokea katika haya mahindi, lakini huku akiwa anaendelea kuyashika mahindi haya. Mahindi yote yamebadilika, yamekuwa brown. Anajaribu kuangalia jinsi yalivyo. Yamekuwa sivyo kabisa. Kila kitembea anaanza kuhisi kama kuna kitu kinamfuata kikiwa kiko ndani ya mahindi. Maana hii hali kidogo ilimshangaza na ilibidi asimame ili aweze kujua kuna nini. Ni nini hiki?
Mwisho wa siku aliogopa, aliamua kukaa mbali na yale mahindi ili asepe, maana kitu ambacho alikuwa amekihisi huenda si cha kawaida. Sasa wakati anarudi home, alipata kumwona huyu mbwa anakula mzoga, haijulikani kwamba ni mzoga wa kiumbe gani. Huyu kamshtua, ni mdogo wake. Bwana sawa. Wewe vipi? Mbona unataka kuleta ujinga? Anasema tayari nimeshafikisha zile karatasi zako kule ambako ulikuwa umeniambia niende. Lakini kurudi shambani ningasema mimi naelekea nyumbani bwana. Sitaki niende shambani tena. Lakini upande wa pili kuna jirani yao mmoja yuko hapa anapiga soga na mmoja kati ya wanaume katika ile eneo. Nani huyu? Na huyu jirani yao ni nani? That's between mom and dad. Alisema sisi alikuwa karibu sana na baba na mama. Kwa hiyo mwache. Ina maana yule ambaye anazungumza ambaye ni mwanaume ni baba yao ama ni nani? Oho, kuna mikumbatia kama yote. Mama yao alishapoteza maisha kitambo. Lakini mwisho wa siku huyu ambaye anaonekana kuwepo upande wa pili ambaye ni mwanaume, huenda alikuwa ni mzazi wao kiume. Labda huenda huyu binti alikuwa hataki kabisa kuliona hili. Hata huyu kijana wa kiume naye alikuwa haoni kama ni sahihi sisi kuwa karibu na babao, afu wao wamfanye kuwa mama. Lakini walikuja kuona kumbe yule sio baba yao. Baba yao ndio huyo hapa. Anaingia katika jumba hili la mkutano. Leo kulikuwa kuna mkutano mkubwa sana. Baba yao alikuwa ni mwenyekiti ambaye alikuwa anaongoza wenzie katika swala zima la ufanyaji wa kazi katika ile eneo. Yaani kwamba mwenye wa shamba, yaani wewe mwenyekiti na mwanakamati mkuu kabisa katika wafanyabiashara wote na wakulima wote katika ile eneo. Sasa anajaribu kuzungumza nao kwamba jamani, matatizo yamezidi kuongezeka. Shamba zetu zimeendelea kuwa katika hali mbaya. Ilikuwa tunaona ukijani lakini sasa tunaona ubrown. Na mwisho wa siku hii biashara inatushinda. Hatuelewi ni akina nani ambao wametupelekea sisi kwa hivi. Au ni GMO, ambao GMO ni moja kati ya watu wakubwa sana, ni makampuni makubwa sana ya serikali yenye kushughulika na masuala mazima ya mambo ya vyakula duniani, GMO. Sasa wanaona kama vile labda wanawapa pembejeo ambazo sizo na hatimaye mashamba yao yanakufa. Sasa nini kifanyike? Huyu bwana alisimama, ilibidi naye pia atoe mchango. Wakati ule kulikuwa kuna watoto wameingia wakiwa wanaongozwa na huyo Alice. Alice, kumbuka kwamba hana wazazi, yeye ni mtoto yatima kutoka katika kituo cha kulelea watoto yatima, na hata wale wengine ni miongoni mwa waliopona pona tu kabla ya kuwa kwao walikuwa hawapo katika lile eneo. Kwa hiyo ni watoto yatima ambao wanaishi katika nyumba ya watoto yatima. Huyu bwana alijaribu kusema kitu kimoja. Huenda labda hizi ni laana. Ni laana ambazo tunaendelea kuzifanya hapa katika ile eneo letu. Tuna uzinzi, watu wanaabudu mashetani, Mungu anatupa laana. Huyu naye anasema vipi huyu? Laana hizi. Naambia acha bana kuleta mambo yako ajabu ajabu. Laana kitu gani? Mbona watu walikuwa wanafanya laana tokea zamani? Mimi nataka niseme tatizo ni moja ya sisi, matokeo yake yametokea haya. Cha kwanza tumeuza mashamba yetu kule milimani, mashamba ya maharage. Serikali ikatudanganya kwamba tutengeneze mashamba hapa na mwisho wa siku tutengeneze mahindi, na mahindi tutakwenda kuyauza Afrika, tutatengeneza utajiri mkubwa tofauti na utajiri tuliokuwa nao. Hatimaye ni yani anasema economic disaster. Na mwisho wa siku uchumi umeporomoka. Tena umeporomoka kwa kiasi kikubwa sana. Anasema sasa hii ni moja kati ya mikataba ambayo serikali imetufanyia. Tumetengeneza sumu nyingi sana katika ardhi yetu mpaka kitu hakipandiki tena. Tuseme tubadilishe hii ardhi katika ile eneo, itachukua muda mrefu sana. Sasa mimi ninachokiona, maeneo yetu haya tutengeneze kitu kingine, tufanye uwekezaji mkubwa na sio shamba la mahindi tena. Yaani mahindi yaondoke. Anasema baba, mimi sikubaliana na hilo. Baba, mimi sikubaliani na nyinyi kuuza mashamba yenu, ama mfanye mradi mwingine wa kutengeneza viwanda hapa, mfanye kitu kingine, kwamba kusio na kilimo tena. Kusio na kilimo, wafanye kitu kingine na mashamba ya mahindi wayapoteze. Binti anasema hapana, haiwezekaniki. Yaani kuna vitu vingi vya kufanya ili mradi mashamba arudi tena kama mwanzo na mahindi yamee kama mwanzo, watengeneze faida kubwa kama walivyokuwa wanatengeneza mwanzo, kabla ya hii biashara kuonekana sasa imeanza kuwa sio nzuri kwa upande wao. Anajaribu kuwapa mikakati ya nini cha kufanya
ili jambo liwe sawa. Alisema mwongea vizuri sana mtoto wangu. Acha nikushukuru, asante. Najua jinsi gani unavyojisikia vibaya, jinsi gani unavyopenda ardhi yako, jinsi gani unavyopenda nyumba yako. Lakini tuseme tuanze kufanya mchakato wa kubadilisha hii ardhi ambayo kwa sasa ina sumu kwa kiasi kikubwa, itachukua miaka. Na jambo linaweza likawa ni baya zaidi na zaidi hapo baadaye. Tunaweza tukazalisha sumu kuvu kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo kikubwa anachokiona yeye, watu wapige kura hapa, wabinafsisha mashamba ama waingie katika miradi mingine tofauti na kilimo cha mahindi. Watu wameshachoka hiki kilimo cha mahindi kinachoafirisi kila siku, na mahindi hamna kitu. Watu wamepiga kura wote, naonekana kwamba wamesema ni sahihi wabadilishe mashamba ya mahindi. Sasa anasema basi wengi wape, swala linapitishwa hapo hapo. Anasema sasa mbona nyinyi mmepiga kura yenyewe? Huyu mtoto anaingilia. Anasema mbona sisi hatujapiga kura hapa? Yaani sisi ni watoto. Sawa? Mnatuona kwamba sisi sio binadamu, si ndio? Ni kwa nini mmetunyima haki za kupiga kura? Anasema ni kweli mtoto anachokisema, labda nao pia wapige kura tuone. Anasema watoto hao. Hao ni watoto kitu gani? Watoto waondoke huko. Hao watoto wanaongea nini hawa? Anasema mtoto mwenye umri wa miaka 17 ndiye anaruhusiwa kupiga kura. Sasa huyu ni mtoto mdogo, hata kuchamba hajaacha kuchamba mwenyewe, yani kwamba anachambishwa na mamake. Hata kuchamba hajui. Kuna deki anakuja kuleta ujinga hapa. Hebu nendeni mkanye huko. Kuna deki zenu. Tokeni hapa. Mtoto mdogo unakuwa malaya. Jinga kabisa. Una akili wewe. Sasa sisi eti tukusikilize wewe upige kura. Upige kura nini? Na wakati unalishwa hata kulima ujui, una chochote cha kufanya. Yaani vicheko vilikuwa ni vingi. Jamani, msiwazi yake hivyo, ni watoto. Watoto kiasi gani hawa wanasema eti wapige kura? Mtoto kama wewe upige kura. Unajua nini wewe? Toka hapa malaya mdogo, kanye huko. Basi inatosha, basi inatosha. Huyu mtoto mmoja wa kiume, babake yuko hapa na ndiye alimtusi mpaka na mtoto wake. Eti unapiga kura na kati unakula nyumbani. Piga kura uko unajitegemea mwenyewe huko. Basi azma imepita, haya mashamba ya vurugwe kwa sababu hakuna chenye kulimwa hapa sasa. Hakuna ambacho wataweza kuvuna wakapata chochote. Sasa haya mashamba yaondolewe. Huyu binti aliposikia hili alijisikia vibaya sana. Akaingia katika shamba la mahindi, alikumbatia mahindi haya. Anayapenda na ndio maisha yake. Anabaki kusikitika kama tunavyoweza kumuona. Anapiga magoti na kulia, ni kwa nini ya mashamba yaondoke? Lakini huwezi amini, kuna kiumbe kama mti anakuja anamtuliza, na huyu kiumbe anafanania kabisa na mahindi. Bwana, ajabu sana. Labda huenda ndio kile kiumbe ambacho kilikuwa kinamsogelea ule binti aliposhtuka kwamba kuna kitu kipo katika mahindi, akakimbia. Bwana, swala la kwanza kufyeka mahindi linaanza. Makatapira ndo hayo sasa yanaingia katika mashamba. Baadhi wameanza kufanya kazi yao leo kuhakikisha kwamba hili shamba ama haya mashamba yanabadilishwa sasa, baada ya kuona hichi kitu anachokifanya hakina maana yoyote. Sasa huyu binti akaanza kukusanya watoto wenzake. Kaanza kukusanya watoto ili aje kuzungumza nao. Na swala ni moja tu. Watu wazima wanajiona wao wana akili kuliko sisi. Watu wazima wanatunyima haki ya kupiga kura, wanatuonaje sijui. Sasa hili swala tusikubali nao hata kidogo. Tunatakiwa tuyalinde haya mashamba ya mahindi. Kwa hiyo kawadanganya anavyojua yeye huyu binti ambaye anajiita Lady Queen. Binti anarudi nyumbani, lakini hajapenda mashamba kubadilishwa kuwa kitu kingine na sio mashamba ya mahindi tena. Ili swala kwake hajalipenda hata kidogo. Dad. Alimwambia, baba, ndio mtoto wangu, naomba nisikilize. Mimi sijapenda kile ambacho mnakiona mnakifanya ni sahihi babangu. Hatujachelewa kabisa. Tuna uwezo wa kubadilisha mashamba yakarudi katika hali ya kawaida, tukaendelea kufanya biashara zetu, kilimo chetu. Baba anaendelea kupiga kinywaji kwa sababu kwanza hichi kitu yeye kwa upande wake kinamuuma sana. Since when do you ever
ever. Sasa anamuuliza baba, tokea lini unakimbia mapigano? Na siku zote ulikuwa unanifundisha usikubali mtu kushindwa kwa jambo ambalo unaliona ni sahihi. Kwa nini sasa leo hii baba yake anakimbia mapigano? What? It's just... Baba anaficha hata pete yake, pete ya ndoa ya mkewe. Anaambia it is over, mtoto wangu, naomba nenda. It is over. Naomba nenda ukalale, imeisha hiyo. Yaani kwa maana hiyo kesho mashamba hayatakuwepo tena. Yanafyekwa yote. Akamuuliza baba, kwa nini kimekufika? Mimi sielewi. Najua upo katika wakati mgumu huenda, lakini unashindwa kushiriki na kumshirikisha binti yako, sawa? Huenda baba yupo katika wakati mgumu sana, lakini anashindwa kusema kinachomkabili. Kunako majira ya usiku, huyu bwana mdogo akiwa na mawazo anapita pita huku, sijajua nini anachokiona. Nini alichokuwa na kipendi juu ya huyu mama? Huyu mama kuwa na mwanamke ama sio kuwa na mwanaume mwingine. Anapita katika hii nyumba, lakini anaanza kuhisi kama kuna mtu anamfuata kwa nyuma. The adults. Alisema anajua wakubwa wanatuona sisi ni watoto. So hard. Wakubwa ni wapuuzi. Muda mwingine tunajisikia vibaya sana sisi watoto kama watoto kudharaulika na wakubwa. Mimi nataka nikusaidie kitu kimoja. Kuna kitu kinakuuma. Niko tayari kabisa kukusaidia. Huyu mtu ambaye unamuona kabisa na kuvuruga, tutamuua. Sasa akamleta katika jumuiya yao. Na hii jumuiya yao ya watoto bwana iko katikati ya shamba mojawapo la haya mahindi. Wametengeneza kikao chao hapo. Walianza kuimba he love me not. Ananipenda, hanipendi. Anamwita njoo huku. Yaani anajiona bonge la baby. Kashajiona mtu mkubwa. Anamwita, na huyu ni mdogo wake na ule binti ambaye tumeweza kumuona kule. Anamleta huku, njoo. Tuna mambo makubwa ambayo sisi tunataka tuyafanye. Bwana amepotea katika hili shamba la mahindi. Na dogo anaogopa. Shamba analiogopa hili, kama tulivyoweza kumsikia mwanzo anaogopa. Lakini ilibidi aingie tu hivyo hivyo. Akaingia na sijajua amemfuata huko anaenda kumuonyesha nini. Ama ndio kashakuwa demu wake ameenda kumpa mambo. Sijui. My father thinks if we try to fix this, it'll only make things worse. But he's wrong. Babangu anahisi kwamba kubadilisha ardhi na kuifanya irudi tena katika hali yake ya kawaida ni kama ni jambo gumu sana, haliwezekaniki. Na mimi hilo naliona kwamba ni jambo ambalo linawezekanika. Yaani ni kama baba tu ameshindwa kufikiri na kuwaza nini cha kufanya. Sasa huyu binti akajaribu kuambia wenzake, kuna huyu mdada anaitwa Sheila. Huyu Sheila anaweza akawasaidia katika hizo harakati. Mmoja kati ya wanaharakati wa mazingira. Sawa, waende wakazungumze nao. Na hata istoshe walipeleke ile swala katika vyombo vya sheria, kwenye mahakama, wakalipinge. Wakasema sio mbaya tufanye hivyo. Wafanye hivyo kwa sababu hata wao wenyewe wanaona ni sahihi wapo kama wakiendelea na mashamba ya mahindi kuliko kuyavuruga. Basi umoja wao wakaanza kutengeneza. Wakaanza kuzungumza na Sheila. Hi. Wanazungumza na Sheila, ni mmoja kati ya wanasheria ambao wanaweza kuwasaidia kupeleka kesi mahakamani na ili swala lifutwe kuanzia sasa. Lakini upande wa pili katikati ya shamba, wale watoto bwana. Wale watoto walichokifanya wakachimba shimo, alafu hiyo ndio mizizi ya hayo mahindi, alafu wanapaka damu. Huyu anakuja kuuliza nyinyi mnafanya nini katika ile eneo? What? Hiyo damu inafanya nini? Anasema kama vile unavyoona mahindi yamegeuka kwa ya brown. Labda huenda mahindi yanataka damu. Na ndio tunahapa sasa. Yaani huyu binti anaipa mizizi damu. Yaweza kuwa hiko ndio kitu ambacho mahindi yanataka. Yaani wanalisha damu mahindi. Mbona kama ni wandazimu. Wamechinja nguruwe hapa. Wanaanza kupaka mizizi damu kwamba huenda mahindi inataka damu. Okay, sawa. Kwa hiyo ndio mnatibu hayo mahindi, si ndio?
mnataka kuokoa mahindi, si ndio? I need Wewe ukiwa kama queen, basi nahitaji msaada wako. your little arm. Nahitaji msaada wako wewe pamoja nao marafiki zako, tusaidiane katika hili kupinga haya mashamba yasivurugwe. Tupambane na watu wakubwa kuhusiana na hili wanachokifanya, sawa? You tell, yani waambie vijana wako. I need you to make Sawa, tupambane tupeleke hili swala mahakamani. Itakuwa ni jambo zuri sana. Kama ni kweli nyinyi mko tayari kufanya hili. Si mnaweza mkafanya hivyo, lakini I'll help you do this, Bo. But why? tutakusaidia. Mijo? Tutakusaidia kufanya hicho ambacho unachokisema, hamna shida. We are gonna have us. Lakini wao wanasema watafanya vinginevyo. Watamsaidia huyu binti katika harakati za kuhakikisha kwamba mashamba hayaribiwi, lakini watafanya vinginevyo. Lakini sio kupeleka kesi mahakamani. Anasema mahakamani ndio sehemu husika kabisa. Sehemu ambako wanaweza kupata sheria zao. Wanaweza wakapata haki. Hakuna alimpa jibu sahihi, akasema basi tutaonana baadaye. Come on. Endeleeni. Lisheni mizizi damu. Behind you and lay something heavy. Wanaendelea kulisha mizizi damu wakiwa na imani huenda ikawa ndio kitu ambacho mizizi inataka. Labda huenda ndio mizizi inataka damu. Mahindi labda huenda yatamea. Umerudi nyumbani. Baba sasa hivi amekuwa ni mtu wa pombe, pombe na yeye. Paka binti anashangaa. Baba vipi? Sasa kule nje ghafla Minivu anaona watoto wanakimbizana. Mipango yao ndio hiyo sasa wanataka kuifanya. Ghafla Minivu anaonana na binti mmoja wa ajabu yuko nyuma. Aje kumuona ametapaka damu kama zote. Mara muona alichokifanya huyo binti. Alishtuka. Hakuamini macho yake. Alafu yule ametoweka. Huyu binti vipi? Ameona kweli alichokiona ama ilikuwa ni wenge? Lakini binti kweli kakatiza hapo. Yaani imepita. Wakati ule baba yeye kashangaa tu katika television. Ilibidi kwanza muage baba taratibu. Baba mimi naenda kulala. Kwa hiyo acha tukuage tu. Baba hataki kuzungumza chochote. Baba yeye anabaki kuangalia tu television. Lakini akamzuia mkono. Hakuongea mengi. Bali huenda labda anamsupport kwa kila jambo ambalo analifanya, lakini umefikia hatima sasa. Yeye mwenyewe anaumia kwa maamuzi ambayo amepitisha. Kwa sababu unajua kitu ambacho umekifanya tokea ungali mdogo mpaka unakuwa kwa kitu hicho, kitu ambacho umekizoea, ni ngumu sana kukiacha hicho kitu, na ukikibadilisha unajua kabisa kwamba unaenda unapotea. Lakini ndio maamuzi ambayo kwa sasa yameshapitishwa. Sasa akakaa na mdogo wake ndani. Akajaribu kumwambia kile anachokifikiria. Anauliza, kwani sisi watoto wadogo tunaweza tukafanya makosa? Ama tulishafanya makosa ndio sababu ya yote ya kutokea? Ni saa 3:36 za usiku. Sasa kuna kitu ambacho binti amekiwaza na kukiwazua. Baba anakuja kuamka usiku wa manane, na kumbuka kwamba amepiga pombe nyingi sana. Ni saa 10 kwa sasa. Saa 10:27 anajikuta kafungwa mikono yake. Nani kamfunga? Watoto wake wamemsimamia. What are you guys doing? Dad, Baba amelala na mwanamke mwingine. fighting for. Anasema, baba, siku zote ulikuwa unasema You're right. unayapigania maisha. Sawa? The mock trial, and you're the guest of honor. Tunachotaka tufanye jambo moja kubwa sana. Usimwamshe huyo mama. Cha muhimu sisi tuondoke, twende tukapambanie hili jambo. Tusikubali kabisa hili jambo litoweke. Waende wakalipiganie. Ni sawa sawa na kwenda kuomba rufaa katika mahakama. Kuna jambo moja ambalo wanataka kwenda kulifanya, kwa hiyo linaweza likaleta manufaa. Mashamba yakaendelea kuwepo na wakafanya mabadiliko ya ardhi, yani wakatengeneza sijajua dini mipango gani itaweza kufanya hivyo. Kama kuna sumu kali katika ardhi, basi hiyo sumu iondolewe. Nini kitakachoweza kufanyika hiyo sumu isiwepo, sijui. Basi walifanya kuwachukua wale wazazi wote. Kuna jambo ambalo wanataka kwenda kumuonyesha nini wanataka kufanya katika hili. Lakini katika kupita wanashangaa magari yameharibika,
magari mengine yamegonga miti, lakini hamna hata mtu, hamna mtu hata mmoja. Sasa hili jambo lilikuwa limekubalika kwamba waje katika ile eneo, waite waandishi wa habari, hususan na ule mwanasheria, wawe wamelipinga hili jambo, walipeleke mahakamani, na hii ndio sehemu ambako wamekubaliana na wale watoto wawepo katika ile eneo ili wafanye kile ambacho wanataka kukifanya. Wakati rufaa wamchukue huyu mwanasheria na yule mwandishi wa habari ili jambo lao liende mahakamani, lakini wanashangaa katika hili eneo la jumba la mkutano liko wazi, ndani panaonekana yuko farasi, hawa watoto wanachezea maepo, na hakuna mwandishi wa habari, hakuna yule mwanasheria. Na mwandishi wa habari walishampigia na alisema kwamba atakuja usiku wa leo. Ni saa 4. Hello. Aibo. Eden. Where's everybody? Where's Sasa watu wako wapi? Mwandishi wa habari yuko wapi? Sheila Boyce? Sheila Boyce yuko wapi? Nani? The reporter? Yule mwandishi wa habari kutoka Omaha pamoja na yule mwanasheria. Tulijua kwamba umekwenda kumchukua, hajafika hapa. Tulijua kwamba utakuja naye. Sasa kajaribu kumtafuta lakini mawasiliano ya simu hayapo. Bwana, network imekufa. Anaambia hilo sio tatizo, sababu tayari tumeshamalizana. Anasema hilo sio tatizo tena. Anasema mmeshamalizana. Anasema yes, imeisha hiyo. Yaani imeisha kwa sababu kila ambacho tunataka tukitatue tumeshakitatua. Nyinyi mnataka kuchukua hatua ndefu. Hatua ndefu za nini sasa? Wao tayari wameshachukua hatua zao wao wenyewe wanazozijua. Itakuwa imeisha hiyo, tatizo litakuwa halipo tena. Mashamba yataendelea kuwepo. Sasa nauliza wazazi wako wapi? Wako wapi ambao wengi wangekuja hapa sasa hivi katika huu mkutano? Wako wapi? Watu wazima. Huyu ni mdogo wake. Anamuuliza yuko wapi baba? Na kuuliza ni kitu gani kinachoendelea na baba yuko wapi? Baba ndio yule ambaye amemwambia mtoto aende akanye. Ndio yule baba ambaye alitoa maneno machafu juu ya watoto. Alisema nataka kuona baba yako tumemfanya nini? Ngoja tukuonyeshe. Sasa ilibidi wasogee ndani ili wapate kuona huyo baba kafanywa nini. Baba ambaye alikuwa mstari wa mbele kwa tusi watoto waende wakajambe, waende wakanye. Watoto wanaanza kupiga kura wakiwa wanaanza kuitwa watu wazima wakiwa na miaka 17. Sio watoto ambao hajui hata kwenda kuchamba huko kudadadeki. Yaani hata kuna wenyewe hawezi kujinawisha wakiwa wamejisaidia. Sasa wanafungua mlango, haamini wanachokiona. Huyo mzee ndo kafungwa na huyu bwana mdogo kashuhudia babake wanamfunga naye mwenyewe kashiriki. Anambia babako huyu sio mzee wenu, sio nani wenu, amekataa. Amekataa kabisa kile ambacho tunamwambia, amezidi kututukana. Kwa hiyo sasa anakufa hapo. Jamaa anajaribu kwenda kumsaidia baba mtu. Wanamzuia asije akajinyonga. Mungu wangu, wanamzuia ili yaani mnamzuia asipoteze maisha. Na wakati kamba imefungwa moja kwa moja kwa farasi. Sasa nyinyi na farasi nani mwenye nguvu? Farasi nje huko. Ina maana farasi akitembea atamvuta huyu bwana juu. Na hatimaye ana dedi huyo. Wameshindwa kumzuia. Mzee wa watu maskini Mungu anakufa. Dogo anashuhudia babake anapoteza maisha. Ndio imeisha hiyo. Anasema sasa hana tena la kucheka. Si alitucheka huyu. Yaani alitucheka, akatugea maneno ya dharau, yani ya dharau, katuzihaki. Sasa hiyo imeisha hiyo. Watafanya wao wanachokijua, mashamba ya mahindi yaende mahali yote. Nafikiri kuna jini mle ndani ya mashamba ya mahindi. Yule binti alitulizwa na yale majini kule. Kwa hiyo haya majini huenda ndiye anasimamia show nzima. Haina kufeli hiyo baba. Hawa watoto sasa washakuwa ni watoto wabaya. Kila mtu mzima katika kile eneo atajiju kwa sababu watu wazima wameshapitisha swala la kuondoa mashamba ya mahindi. Na huyu binti anasema haiwezekaniki kitu kama hicho. Yaani kubwa la maadui hilo, anajiita Lady Queen. Sasa wakaelekea katika ofisi ya kijiji kudadeki cheki wanavyovuruga ofisi. Yaani hapa ndo kwenye mikakati, kwenye mbinu zote zilizopitishwa ya kwamba shamba sasa hivi hayatakiwi. Mashamba yote yamevurugwa. Sasa cheki makabrasha. Yaani makabrasha yote. Yote yaliotiwa saini, yote yamevurugwa, yote.
na watu wazima wote wamenaswa, wamepelekwa katika sero ya kijiji, na akiwemo baba mtu. Huyu binti anacheka. We mtoto umechanganyikiwa wewe. Yaani nasema nyinyi watoto nyinyi, mlichokifanya sicho. Mtufungulie hapa. Yaani huyu ndio mkubwa hapa. Ofisi yake ndiye inavurugwa. Eden, honey. Eden ni mtoto wangu. Tafadhali. Wewe tu rudi nyuma. You think this is... Ulichokifanya sio sahihi, lakini Mungu atakusamehe. Any more questions? Yoyote yule akiuliza swali, mimi nitamjibu. Any more questions? Kama kuna mwenye maswali basi aulize. Anawapiga mashoti. Uko sawa? Anasema ndio. Hawa nao pia wamenaswa, wameletwa hapa. Baba mtu akasogea mbele kwanza. Anataka kujua hizo ni mbinu gani ambazo watoto wake wanataka kuzifanya. Mbona hatawaelewi? Wamenaswa, wameletwa hapa na hao watoto. Na ilikuwa ni ngumu sana kuweza kujitetea kwa sababu alikuwa amefungwa mikono tokea mwanzo. Na watoto walimdanganya huyo wamfunge mikono baba yake, wamlete katika kile kitengo cha waandishi wa habari wazungumze nao. Hakuna cha mwandishi wa habari aliyekuja, na kama kaja basi wamemuua. Na hao watoto wanasema kuanzia sasa hatima wanachukua wao. Alafu huyu mdogo mtu wa kiume yuko pamoja na hao watoto wenzie. Bo. Fanya kitu mwanangu. Help us if you can. Tusaidie if you can. Kama utaweza tusaidie mtoto wangu. Sasa akaona ngoja achukue pingu. Baba anajaribu kumwambia mtoto wake afanye kitu. Anasema we can do something. Wanaweza wakafanya kitu. Hawa watoto wenzao watakuwa katika hali mbaya. Anasema ngoja mimi nifanye kitu. Akiwa ni kijana mwenye umri wa miaka 17, hawezi kushindwa na watoto wa miaka 13, 14. Kwa dadiki zao, ngoja kwanza ni wachape. Aya, wamemwai. Wamemtiming. Cheki walivyomfumua. Aya. Maskini ya Mungu. Haya. Sasa bibi akaletewa bonge la box. Anasema unafanya nini binti? Tafadhali tufungulie. Vizuri. Huyu baba ambaye ni babake na yule binti yule hajawahi kumkashifu huyu mtoto, na aliwaomba wale wakubwa wasiwatukane, hao ni watoto tu. Lakini hata naye unyeka kajumlishwa. Anasema sasa kama mnataka mjue ni kwa nini naamua kufanya hivi, sasa zuieni pumzi yenu ili msipoteze maisha. Yaani kama walivyofanyaga, kuna watu waliwahi kupona katika gesi kama hizi. Majina yao kayataja hapo. Sasa kama wataweza kuzuia pumzi zao wasivute sumu, basi wazuie ili wasipoteze maisha. Ila kwa sasa anawaua. Maskini ya Mungu Eden. Anawapulizia sumu, na sumu kama hii ndio ile ambayo ilitumika kuwaua wale watoto kule katika vile vituo vya kulelea watoto yatima, na huyu naye pia anawafanyia hivyo. Weka vaa maski. Sio rahisi kabisa hiyo sumu yeye mkute. Ila hawa ambao hawana maski, cha moto wanacho. Ukiwa na afya mbovu unakufa moja kwa moja. Lakini kama ukiwa mzima wa afya tele, unaweza ukaamka baadaye. Sasa anakuja kuamka huyu baba baadaye. Wameletwa katika ule mshimo waliouchimba ambao walikuwa wanalisha mahindi kwa kutumia damu. Wale watoto wamewaleta watu wazima huku. Wamewaleta huku na bonge la mshimo kweli kweli, wanataka kulifanya hili liwe kaburi la halaiki. Wanataka kuwazika wote kwa pamoja. Hey, Sheriff Kepler. Mambo afande Geba. Afande, ulikuwa unajiona wewe bonge la afande, unatuletea masiara sometime, unatunyanyasa. Yaani ulikuwa unatudharau na unatubagua. Sasa afande, we pamoja na binadamu wenzako leo lazima kiwakute cha mtema kuni. What? In God's name do you... Mwenyezi Mungu, unafanya nini we mtoto? The verdict, Bo. Alisema anachokifanya ni kuwazika wote hao. Hands on you, you little bitch. Wewe malaya, kwa dadiki zako nitakunasa, nitakuua wewe. With me? Unataka kunizingua?
play. Sio mbaya. Ngoja sasa tuzinguane. Oya Steve, lete katapila hilo. Aya. Katapila linakuja likiwa lina michanga kama yote. Wanakuja kulizika ili kauli. Huyu anachokiona haamini macho yake. Hajui mama yake yuko hapo, hajui baba yake yuko hapo, hajui. Yeye mwenyewe alizirai ndo kaletwa hapa sasa hivi. Eden, tafadhali Eden. Jina lako zuri inamaanisha Adeni. Lakini unafikiri hata wanaelewa watoto? Wanaleta makatapila kushoto kulia. Wanakuja kuzika ili shimo kwa pamoja. Wamekuja na katapila kama 3-4 hivi. Zote kwa pamoja zitafanya kazi kwa pamoja kuwazika hawa wazee. Ili katapila moja linapandisha kijiko juu. Alafu linakuja karibu na ule mtoto wa kike. Mvua itanyesha ya mchanga yakiwa yuko hapo mbele yake. Yes. Wana bonge la dharau. Mwana mipango yake yote hiyo. Huyu mtoto nuksi. Huyu mtoto hafai. Anacheka mwenyewe. Watu wanahangaika, ya Rabbi toba, kila mmoja anataka kuisaidia nafsi yake, lakini haliwezekani. Cheki anavyowafanya. Ni mvua ya udongo ikiwa inatembea mbele yake. Wakati ule katapila lingine linakuja linafukia kama hivi. Maskini watu wanakula mchanga. Na mchanga unawazidi nguvu. Mchanga ni mzito bwana. Ukikupiga kama hivi unashindwa hata kunyenyuka. Basi lilikuwa ni kaburi la haraiki. Kaburi la watu wengi kweli kweli. Walizikwa. Binti anacheka mwenyewe. Ndio anamaliza kabisa. Wanafukia mpaka juu, viatu ndo vinaonekana, pete zinaonekana. Maskini ya Mungu. Kaburi lilikuwa tayari limeshajaza mchanga. Kwanza yule mtoto wa kiume anafurahi, mapenzi ya babake alikuwa yataki. Anamuuliza, unafanya nini mdogo wangu? Mbona kama vile unashabikia? Yaani ndio kwanza nataka huyu mama aliyekuaga na babake afie mbali kabisa. Na huyu alimwambia atamsaidia katika hili. Alafu anapokea hisia kutoka ndani ya mashamba. Alisema feed. Kula tu. Sasa ile mizizi inapita chini kwa chini inaelekea katika ile shamba, linakula wale watu chini kwa chini. Ni yule mama. Amekamata mkono wake na analia sana. Maskini ya Mungu, pete, bracelet inabidi azivue ili hata kamuonyeshe babake, kwa sababu babake amebaki kule katika kizimba. Wamechukua nusu na wamewaleta huku, sio wote. Afu hii ni pete ya babake. Baba alishamvita, alishamvisha pete huyo. Maskini ya Mungu. My dad was right. Anasema babangu yuko sahihi. Na alinionya iwapo kama nikijaribu kufanya utatuzi wote juu ya haya maeneo. Naona ni kweli alichokuwa ananiambia. Ni kweli. But my dad is still alive. Haya, sasa wafanye nini? Hebu twende kule ambako wanaita candlestick. Wanaamua wote sasa watoke waelekee candlestick, labda wanaweza wakafanya kitu. Hamna jinsi. Waende wakaangalia wanawezaje kukabiliana na vijana. Wataua wazazi wale usalia. Sasa waelekee kule kwenye candlestick, kwenye ofisi za mkuu na askari katika hili eneo. Acha waende sasa. Bwana, jambo limezidi kuwa sio. Na watoto sasa washajipanga vya kutosha. Kilichobaki ni kwenda kuwafyeka waliosalia ambao wako ndani ya vyumba vya selo. Pale kwa mkuu wa polisi na kwa mkuu wa ile eneo. Wanaenda. Binti aliwahi kwa ajili ya kwenda kuzungumza nao.
Dadake amemwona dadake anapita faster, anaenda kuzungumza na bosi. Mambo bu, inakuaje? Eden, utaki kufanya hivi unafanya. You can do this. You cannot do this. They kill everything they do. Tatizo yani anasema tatizo lenyewe hawa watu wazima wanaua kila kitu wanachokishika. Alafu wewe ulikuwa na idea ya kwenda kuwafanyia eti nini? Kuwakatia rufaa, ndio? Kukata rufaa. Sawa. It's us against them. Sikiliza, it is us against them. Yani hii ni juu yetu dhidi yao. Yani tunapambana nao na kuacha mtu. Menepata? What are you going to do with my father and the others? Tafadhali, naomba ufanye hili kwa ajili ya babangu na kwa wengine. Anasema kwa hili hakuna baba mtu atakayesalia. Wote watakufa. Kwanza babako anatakiwa aliwe. Na anataka nikwambie, huyu bosi wangu huko ndani anatembea, kwanza ana njaa, anataka msosi. Anasema wiki moja nilikuwa na raranda katika ile eneo. Nikiwa mimi mwenyewe katika ile eneo la mahindi. Nikakutana naye, nikazungumza naye, akanijali, kaeniahidi mambo makubwa sana. Kwa hiyo yeye yote ambayo tunayafanya hapa yapo katika mpango wake. Hakuna mtu mzima atakayesalia katika kile eneo. Wote wanauawa. Na sasa hivi nataka nilifanye hili jambo kwa uwezo wake. Wewe unataka kuua watu wazima wote, si ndio? For starters. Anasema for starters. Kwa mwanzo inabidi tuue wote. Alafu hawa watu wazima wote waliwe na mahindi, kwa sababu wanataka kuua mahindi. Sasa kiongozi wao ni mkubwa wa mahindi, yuko hapo, anasema walete huku tuwatafune hawa watu wazima. Sasa akamwambia, baba, kinachotokea ni kwamba sasa hivi nyote mtakufa. Fanya kile ambacho mimi nitakwambia. They want to take you. Wanataka kuwatoa wawapeleke katika shamba la mahindi, muuliwe. Utakuwa salama vile nitakavyokuambia ufanye. Kashakuja mkubwa huyo. Kakaa juu hapo. Anasema kuna kiumbe yupo katika mahindi na huyo kiumbe anataka watu wale. Na mbona kama huyo kiumbe mimi nishaikumuona huyo? Msio na wasiwasi wala msio na mashaka, kwa sababu mmeataka wenyewe. Msubiri awe. That's right, Aiden. Unajua mimi naye bwana hatunaga matatizo. Unafikiri mtoto wangu? Yaani wewe ni binti yangu kabisa. Sema kwa bahati mbaya tu mamako sio alikutupia wapi, lakini mimi nakupenda bwana. Tafadhali tutoe hapa. Eden, yani jina lako zuri, bustani ya Eden. You did. You took me in. Lakini wewe ndio sababu. Si uliniokotea wapi? Mwisho wa siku kanipeleka pale katika ile nyumba ya yatima. Kumbe umepewa hizo story sasa siwezi jua kwamba wewe kweli ni babangu kwa sababu uliniokotea sijui wapi. Come on, Pastor. Lakini pastor, Sin? una dhambi, Didn't you? si ndio? Anamwambia pastor ana dhambi. Sasa dhambi gani tena pastor anazo? Anamfuata pastor, cheki anavyomfanya. Yeye pamoja na vijana wake wote wamemnasa, wanamtoa nje. Pastor anatakiwa afe kwa sababu ana dhambi. Jamani, no, Eden usiniue tafadhali, nakuomba usiniue. Huyo mtoto sasa anaelewa. Yaani anampelekea wanaita mundu ya kukatia majani. Anaenda kutoa jicho. Maskini mzee alilia. Anamtoa jicho. Yaani amelia na kumuomba lakini haisaidii kitu. Jicho ni halali ya huyu mtoto wa kike. Kamtoa jicho bwana. Amemtoa jicho alafu anamweleza, umeataka mwenyewe kwa sababu ulinileta katika kituo cha watoto yatima. Yaweza kuwa kweli wewe babangu yani wewe ni babangu alafu mama alikususia mtoto. Una dhambi wewe baba. Sasa kama una dhambi subiri nikuwe. Amemua. Yani ilikuwa ni fulu shangwe hapa ndani. Wanashangilia, wanasherekea. Yani binti hakuamini macho yake. Yani alichokiona asalala. Sasa akamwambia, baba, unaweza ukabahatisha ukakimbia ukaelekea mjini. Nisikilize kwa makini. Baba anamuuliza mke wake yuko wapi? Anaambia, wewe kimbia moja kwa moja katika huo msitu wa mahindi. Yaweza kuwa unaweza ukapona. Sidhani kama kuna majini mawili matatu. Okay. Sawa, mimi ninaenda. Sawa, mimi naenda. Lakini naomba upambane.
Pambania hii kitu mwanangu. I love you. Sasa hawa wazazi wamepewa ruhusa ya kukimbilia katika hayo mahindi. Wakimbie kama wataweza kukimbia, na wamefungwa mikono yao. Waliosalia ndio wameambiwa waingie humo. Sasa sidhani kama huyo jini atawaacha, na alitaka iwe hivyo huyo jini ili awatafune waliosalia. Haya, katikati ya msitu. I will. Mungu wangu, sijajua huu msitu wa mahindi ni kitu gani kitakachowakuta wale wazazi watatu walioingia humo. Watapona kweli na huyo jini atawacha? Yaani kilomita ni nyingi sana kama bahari mzee. Sasa wewe anachomoa kisu, inabidi akabiliane nao. Wengine ndio hao wamekufa na mishale. Sasa watu wabaya sana. Amechomoa kisu, anataka kukabiliana na huyu mtoto kuda deki zake. Kuanzia sasa hakuna mtu mzima hata mmoja, na kuanzia sasa hakuna mtoto wote kuondoka katika huu mji. Tunabaki hapa hapa, hakuna mtu mwingine kuingia hapa. Yaani kila atakayeingia tunampeleka kwenye shamba kafe. Sawa eh? Lazima tumpe jini letu ofa. Na jini letu amesema kwamba, ama baba yetu amesema tumpe ofa ya mwanamke mmoja mzuri sana, na inabidi tufanye hivyo. Hii dunia ni ya kwetu sasa, na tutaibadilisha vile ambavyo sisi tunataka. Tutaiongoza sisi tunavyopenda. Yaani acha sasa tuitawale dunia kwa kuanzia katika hili eneo hapa. Sawa eh? Wanajiona kwamba watu wazima ni dunia yao. Wanatusahau, wanatudharau. Yaani wanatunyanyasa, wanatubagua. Sasa leo tutawaonyesha. Yaani sasa wanataka kuanza uongozi wa nchi. Wanataka kuichukua nchi hii. Amekamata kisu. Anasema hebu kwanza mfunueni huyo. Huyo ndo tunaenda kumpa sadaka jini letu sasa. Huyu si ndo mwandabi, nani huyu mwandishi wa habari, si nani? Nani mwandishi wa habari ama? Ngoja tumchinje ile shingo kabisa. Aliomba huyu mwandishi wa habari asiuawe. Alisema jamani, naamaanisha hivi, sio kwamba nakukatazeni na kwamba nawapinga. Ni kweli huyu mwanamke ana dhambi kwa sababu alitaka kwenda kukinukisha huko nje. Anataka kwenda kutoa taarifa mbovu kuhusu nyinyi. Lakini ni kwa nini tumpotezee damu yake hapa? Sasa mimi naona ni kama vipi tukamtupe kule kwenye mahindi ili jini amtafune. Namwambia wazo zuri. Yaani wazo lilisema hilo zuri sana. Sasa mdada amekamata kisu, anataka kuangalia jinsi gani atakavyoweza kumgeuka huyu msichana, lakini ametoa wazo, haina sababu ya kummwagisha damu hapa ndani huyu. Yaani huyu ni kwenda kumtupa kwenye mahindi kama wale wa baba wengine. Akahangaike na lile jini. Akamwambia sikiliza, mimi ndio nataka nikusaidia hapa. Sawa eh? Anamwangalia huyu binti kama anaangalia zile mbinu ambazo anataka kumpa. Anataka kumpa hichi kisu. Anafanya kumkumbatia, lakini kiukubwa anataka kumpa kisu. Na anamtoa nje kwa ajili yaende apambane katika mahindi. Wapo kama ataweza kutoroka, afanikiwe kutoroka. Alimwambia wazo lako umelisema ni wazo zuri sana, lakini mimi naona wazo zuri zaidi ni la huko. Tunafunga hapa ndani, hakuna kutoka kambwa chochote kale. Maana nimeshtuka kama vile kuna vitu unataka kuvifanya. Sasa wanampeleka nje, wanampeleka katika sehemu nyingine, wakamtoe sadaka. Wazo ambalo kasema binti si baya, lakini kama kalishtukia hivi, anataka kufanya ujanja na huyo apone. Moja kwa moja wanampeleka kwenye bani, sehemu ya kuhifadhia vitu na hata mahindi. Sasa wanampeleka huku kwa ajili ya kumfanyia tambiko. Dada aliogopa, alisita kuingia, lakini akaona ngoja tu, ngoja katazame ni kitu gani kitakachoendelea huku. Anafunga mlango na ndani kuna magunia mahindi kama yote. Anajaribu kwenda
ndani zaidi ili kwenda kugundua kuna nini. Hajajua watoto wale wameenda wapi. Bwana, kitu alichokiona hata na wale wenzake tayari washauawa, wale wawili, wale masista ambao walikuwa wameungana na yeye kwa ajili ya kumwita yule mwandishi wa habari, wametundikwa. Maskini ya Mungu. Huyu ni mmoja wapo. Yule mwenye asili ya Kiafrika yuko wapi? Oh, yule kule, maskini ya Mungu. Mmoja alikuwa amechanganya, huyo hapa naye pia akapigwa yani shoka la kichwa. Hey, hatari sana. Bana, ni shida. Haya, baada ya hapo wamekamata huyu dadeki zake, wanafunga kamba huku na kule, wamning'inize. Wanataka kumtoa sadaka kama tambiko. Wale wengine wamekufa kiaina, lakini huyu wanataka wamuue kwa kumwita baba la baba. Huyo kiongozi wao, shetani wao, wanamwita boss. Aje wanampandisha juu, maskini ya Mungu, mama wa watu. Fungua milango. Kaomba mlango ufunguliwe. Anamwambia, wewe njoo, tayari tumeshakuletea chakula chako. Kuna mbuzi wa kafara hapa, njoo mbebe. Huyu mtoto ana balaa. Yaani huyu mtoto sio mzuri hata kidogo. Kabadilika kama mtu mzima. Amekuwa mkali, amekuwa mkatili. Yaani kuliko hata ukatili wenyewe. Sasa haji huyo kiumbe mwenyewe. Anataka kuwathibitishia wote mama la mama ndio anakuja sasa. Lakini kila akipiga mayowe akimwita hakuji. Hey. Eden. Mimi nadhani huyo ambaye unamwita haja hawezi kuja. Na hayupo. Ila ni mawazo yako tu. Anaambia, "Wewe usisubutu kusema hivyo. Yupo." Alafu wewe unapinga amri ya mkuu. Tutakuchinja. Tutakucharanga kama kuni hapa sasa hivi. Anaangalia anawezaje kumsaidia ule mdada pale juu. Amekamata kisu na anamkataa. Kwa dadeke anampushi huyu, anamnasa huyu Eden mwenyewe ili amteketeze. Lakini ghafla sauti inasikika kutoka katika mahindi, si ya kawaida. Sasa kama alikuwa amini hayupogo, ni mauzauza tu ya huyu mtoto wa kike. Kama alikuwa anaotaota, sasa ataamini huyo kiumbe ambaye namzungumzia, baba la baba, mama la mama, yupo. Sasa kishindo chake na mahindi yenyewe kwanza anakaa pembeni. Kuda dadake. Mahindi cheki anavyotikisika. Ndio huyo hapo sasa. Ndio huyo mzee baba. Hata naye mwenyewe akimwonaga anaogopa. Na wote ilibidi wakae chonjo. Alafu mbuzi wake wakafara ndio huyo hapo katikati hapo. Inabidi aende akamuue. Ana mbuzi wa kafara hapo katikati akamshughulikie. Mdada mwenyewe kakaa pembeni. Sasa huyu mwandishi akaona, Mungu wangu, mbona kama nimeachwa? Kuna nani anayekuja huko nyuma? Maana kishindo si cha kawaida na kila moja anamkimbia, anasogea. Hajui kitakachomkuta, hajui anachokio. Yaani haoni nyuma yake. Anasema haiwezekaniki. Cheki mzee. Anakuja bonge la tolu. Miti mitupu ya mahindi. Sasa dada akafanya kuchungulia kidogo waone wewe anayekuja kutaka kumfanya vitu vibaya ni nani. Akalia akaona hapa nimekwisha. Anakwenda kumkumbatia bwana. Haya. Akakamata miguu, anamvuta. Yaani dada alisema it doesn't exist. Yaani kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani, lakini ndio hivyo. Haya. Ashavutwa huyo, anapelekwa kwenye mahindi. Shughuli imeisha.
Muona jinsi alivyo kiumbe. Haya. Kaingia naye kwenye mahindi. Sasa ndio maana huyu mjomba mahindi akiondolewa yeye atakuwa wapi? You can't hurt me, Bo. Alisema wewe usikuniumiza Bo. Uwezi kuniumiza. Si ulitaka kunigeuka hapa kunichinja hapo mchape. Alipigwa na kitu kizito. Haya, kumbe bwana nilijua wamemwagia maji ya kuoga, jaoga, kumbe ni mafuta ya taa. Anaambia mtoto wa kike wewe ni mwenda wazimu. Rain, dust, remember? Alimwambia grain dust, remember? Full of it. You might Na nyinyi watoto mnamsikiliza huyu kwa nini? Anawafundisha ushetani. Huyo mwenzenu ni mwanga, mchawi. everything in it will burn. Na anamwambia kila kitu kilichokuwa katika shamba la mahindi kitaungua, mpaka na ujini wako nitaunguza. Shetani mdogo wewe. Kwanza akazima hicho kibiriti, akasema basi poa. Sasa nataka nione huo mwanamke wako. Huyo inabidi tumkatekate. Tuone sasa. Haina haja ya kumwagia mimaji hivi. Kinachotakiwa sasa ni kumkatakata. Na mdogo wake upo. Kwa daliki zenu nyinyi. Kwanza kawamwagia mafuta. Yakawapata kwenye macho, yanawasha, wanajikuna, yeye anatoka nje. Sasa vipi? Akimbilia mle ndani. Na lile jini ndio linakuja sasa. Watoto nao pia wanamfuata na mashoka. Mbona kazi anayo? Akimbilia upande wa kulia yule wanaye. Kwanza kaanza kupeleka mawazo, akaenda kumwambia bosi wake huko ndani ya mahindi. Bwana kuna mjinga kajipendekeza msosi wa ubebe. Mafuta taa kila mahali anayaacha. Anapopita kila mahali ana mafuta taa. Sio ni petroli anaacha katika mahindi. Kwa hiyo hii harufu itawafanya hawa watoto kwanza iwe ni rahisi kwa kumnasa. Huenda hata na yule kiumbe itakuwa ni rahisi kumnasa. Sasa ndipo wanakuja kuona pete ya mzee wake. Hii ni pete ya babake, na babake hajajua baada ya kuingia katika ile shamba alipona, alikimbia ama ni aje. Sasa ndipo anahisi huenda babake alishauawa. Kwa nini pete ambayo alikuwa amevaa babake ipo hapa? Anajaribu kuangalia huku na kule, huwezi amini, cheki mahindi yalivyo mnasa huyu mzee. Alitaka kupiga kelele, ilibidi kwanza ajizibe mdomo ili asipige kelele. Alilia sana. Alisema samahani mzee wangu. Nikupe pole. Pole sana mzee wangu. Basi hakuna budi ni kutimka, lakini haya mahindi bwana yalishamfanya sivyo, yameingia katikati ya mwili wake na anaendelea kumtoboa huko na kule. Mahindi ya miujize. Haya, sasa binti anajitahidi aondoke katika ile shamba. Lakini kumbuka ameshaingia katika ile eneo ambako baba la baba yupo, ndo makazi yake. Na huenda ndio anamshughulikia ule mdada. Na ule mdada anamuona tayari huyo hapa anaomba toba, nisaidie. Nisaidie. Huyo kashachukuliwa. Hata anapopelekwa haijulikani. Cheki anavyofanya. Huyo cheki anavyogawanywa. Anamgawanya kati. Anamkunguta kama nguo. Alafu anatupa vipande huko. Sasa soli linabakia kuwa ni la kwake. Sawa na nusu, inabidi arudi tena mle kwenye mahindi. Da deki. Watoto wanakuja. Kwa hiyo naona watakutana njiani. Bwana, sina mengi ya kuzungumza. Cheki mahindi anavyosherekea. Yaani mahindi yenyewe anapiga mishe. Yaani anatikisika hivyo kwa sababu mjomba anakuja. Cheki. Mahindi yenyewe analala. Jamaa anakuja kwa kasi. Sababu yeye mwenyewe ni mahindi. Cheki. Bwana, dada alijitahidi, alikimbia, alijiita kila majina, sio Idi tu peke yake. Bwana, yaani matawi yote yana shangwe na hatimaye yameshafunika hapa kuashiria kwamba tayari wameshamnasa. Sasa dada akabaki tu kujiziba mdomo asilie, labda huenda anaweza asimuone, maki mahindi yamemfunika kwa juu. Yaani hapa ni kumwomba Mungu tu.
Hey, jamaa linakuja, linaunguruma kwelikweli na halina huruma. Yoyote anajipendekeza katika mahindi haya na akiwa ni adui yake, I say, yani kifo chako ni cha hatari mno, yani kifo cha kikatili sana. Halisi kama vile kashapotea, kwa sababu mungurumo hajausikia tu, hajasikia. Yaweza kuwa na huyu jamaa naye pia kaganda hapo hapo, kaganda anamtazama ubinti, mwisho wake unaendaje? Ndio. Dada ni aje? Niko hapa. Wewe unahisi kwamba mimi sina hisia kukujua wapi ulipo? Mahindi yenyewe ndio mimi. Unasemaje? Nikutafune, nikubake? Aya. Anatoka wadudu wale mapanzi panzi kama wote. Wadudu wa kwenye mashamba ya mahindi. Limekaa kama vile literminator hivi. Haya sasa. Kapata mwindi mmoja mzito mzito. Yes, kaona huu utamsaidia. Lile chepe lile. Lile chepe hili hapa hivi. Sasa kata mkono au kata kichwa sasa. Kapiga kwenye kichwa. Kajisikia vibaya. Nauma hiyo. Anapiga kelele, mahindi yote anapiga kelele. Yale mahindi yote yana vibrate kama mayele. Yanatetema. Anapata nafasi, anakimbia, anakutana na yale maeneo ya tanki ya ya kuchanganya dawa. Anatokea huku. Bahati nzuri kuna gari. Sasa gari sijui funguo yake itakuwa iko wapi jamani, ngoja nitafute funguo. Nakumbuka hii gari bwana ilishatobolewa tanki, sidhani kama ina mafuta kama yote, labda yatakuwa yamebaki kwenye reserve. Na anaendelea kutoka taratibu. Sasa yapo yatakuepo, yasingekuepo basi hata asingekuwa yametoka hivyo. Haya. Yasingekuwa bado yapo, anaendelea kutoka. Anapata nafasi ya kuingia ndani. Sasa funguo iko wapi? Bahati nzuri sana funguo iko hapa. Sema Mwenyezi Mungu ananipenda, hakutaka nife. Kawasha gari mara ya kwanza. Imegoma. Anawasha gari kwa mara ya pili. Inakubali. Haya sasa. Hapa kilichobaki ni kukimbia tu. Piga gea. Huyo! Ajali anapita wapi? Anaharibu tu haya mahindi. Atafute njia kutokea nje. La, akizubawa na mzubaisha. Na lazima wamuue. Huyo! Anatoweka mtoto wa kike. Yani ni balaa. Ni hatari na nusu. Anasema fuck that shit. Fuck that shit. Ametusi. Sasa hii ndio ile inaitwa ustukane mamba kabla hujavuka maji. Ametukana hapo, fuck that shit. Lakini mwisho wa siku gari naye pia inamkatalia hapo. Siwezi hamna. Sasa katukana mamba, mtu hajavuka. Cha moto anacho. Alijua ndo anaondoka hivyo. Ndio maana ataka tukana. Kamtukana ule kiumbe, fuck that shit. Wewe. Haya sasa gari inamkataa. Kagonga gari imewaka taa. Anasema asante Mungu, gari imerudi tena hii. Gari imerudi tena. Mambo bo. Mtoto karudi. Eden. Mambo Eden. Unasemaje? Eden. Jesus. Yesu Kristo. Eden, unajua mimi nakupenda sana we mtoto. Huu ni wenda wazimu. Craziness. Uchizi. Sanity. Utaira. You know. Unajua? Yeah, pretty crazy. Anamwambia it is pretty. Bomba tu. Kwani nini? Najua nini? Najua mimi bomba tu. Ngoja nije huku kwenye siti ya mbele. Yaani wala usiwazi. Bomba tu. Flesh yani. Lakini nataka nikwambie kitu Eden. Unasemaje? Amekamata mjegeje. Anamwambia this. Unajua inaitwaje? Inaitwa deportive
bolt, ama unaweza ukaita keto gun. Hii ni ya misumari mzee, nitakufumua kichwa ama umejisaulisha. You know I'm not the only one out here. Sasa nikwambie kitu, mimi sio mwenyewe katika ile eneo, tuko wengi. Si unajua kwamba kuna baba la baba? Usije ukaniona mimi ni mtoto mdogo unaniweza yani kwamba sipo mwenyewe katika kile eneo. Baba la baba yupo, na huyo baba la baba ndo kamtoboa kichwa. Sasa labda binti alikuwa ajui, anazima gari. Mtoto nimempenda kwa uzu wake, alisema nimesahau kwamba muda wa kulala tayari. Let's go, twenzetu. A cigarette, please? Wala basi hata nivute fegi. You smoke. Wewe unavutaga ama unajishaua? Bad habit. Alisema unajua nini? Navutaga lakini najificha. Na uvutaji wa sigara sio kitu kizuri. Niliachaga, ila tu ngoja nishtue. Amemwomba ashtue. Sigara bwana lazima uiwashe. Akabonyeza sehemu ya kuwashia sigara, wanaita sehemu ya kibiriti. Anakipasha moto kibiriti. Kibiriti kitakamata moto, kinaitwa lighter. Yes. Afu baada ya hapo atatoa kibiriti, atawasha. Kinakuwa ni kichuma fulani hivi ambacho kinakamata moto balaa. Kinakuwaga chekundu, umeona? Ndio iko sasa cha kuwashia. Haya, washa. Gari za siku hizi hiki kitu bwana sidhani kama kipo. Haya. Sasa binti anatoka nje ili ampeleke nyumbani akalale. Yaani maana yake wanataka kwenda wakamuue. Wow. Shamba la mahindi hili. Down on your knees. Piga magoti. Nataka nikuue ujue. Ni wakati wa kwenda kulala. Piga magoti nikufyekele mbali. Na alikuwa anamwangalia baba la baba kama anakuja baada ya kumchapa ya kichwa. Haya, mtoto sasa naye anataka kumuua. Ana kibiriti. Nakumbuka gari imevuja sana mafuta mpaka kufikia hapo. Usiogope. Akakumbuka. Eden, sikiliza basi nikwambie kitu. You really think? Hivi you really think the second you soaked me in all that a crate of you? Hivi unafikiri unaweza ulivonimwagia mafuta ukafikiri kwamba unaweza ukaniua tu? Sasa hapa kuna mafuta mengine, maana umenifuatia, yani umenimwagia mafuta ya petroli, sijui ya. Ngoja kwanza nikuonyeshe. Akapeleka chini pale kwenye mafuta. Mafuta yanarudi kule ambako yametoka. Yes, yatapita kule gari ilipotoka. Hayo hapo. Mtoto anashangaa, mahindi anaanza kuungua. Na huyu mtoto wa kike huyu alishaahidi atatia moto kila kitu katika mahindi, na hakuna kitu kitachosalia, na kila kitu kilichokuwa ndani yake kitaungua. Bwana, huko ndiko gari ilipokatiza. Kote huko mafuta yanaendelea kuunguza. Mafuta yanakuja na mwisho wa siku yakafikia katika tenki. Tenki hii kumbuka ina madawa, na madawa yake yanaweza karipuka. Hapo sasa sidhani kama kuna kitu kitabaki iwapo kama ule mtenki utapasuka. Anabaki kusikitika. Baba la baba huenda atakufia umuumu. Na mashamba sidhani kama atabaki. Wewe moto huo kwanza unaenda kule katika huu mjengo, na ndani kuna mafuta kama yote yalianza kulipuka mzee. Patamu hapo. No! Kila mahali moto ulienda kudadadeki. Yes, kila mahali moto ulienda, na shamba la mahindi lilianza kukamata moto mzee. Yaani hapa shamba libaki hili. Huu moto nani anaweza zima? Hamna mtu anaweza zima hii shamba la mahindi, tayari imeshaka mata moto. Anaambia sasa, wewe pamoja na watu wako wote mmekwisha. Huyo jini wenu ambaye mlikuwa mnamwamini ana pa kukaa tena. Deki. Imeisha hiyo. Watoto wenzake wanakuja, wale msapoti katika yote. Wanashangaa shamba linaungua, watafanya nini? Na hata mdogo mtu naye kafika. Shangaa sana kumwona mdogo mtu amekuwa ni mshenzi mjinga. Naambia dada tu hamna shida, nisamee.
wakapiga mahesabu ya kumwangamiza huyo mtoto jini. He's finished, Eden. Alama sasa umeshakwisha Eden. Umekwisha. Umekwisha Eden na upuzi wako wote huu. Eden hataki kukubali kwamba amekwisha. Eden anataka kufanya nini? Eden anataka kufanya nini? Baba la baba linakuja lakini linaungua. Nakumbuka mwanzo limeshapigwa kisu ya kichwa. Linakuja tu hivyo hivyo. Kamuita jini wake. Jini limekuja. Jini hana la kufanya, domo lenyewe hilo hapo linaungua. Nisamee. Akaingia naye humo kwenye hilo shamba na jini wake anamfuata. Yaani humo kuna kwa moto. Mtoto ameamua kwenda kujitoa sadaka naye pia afi. Ana pa kujiweka, sura yake anaweka wapi? Sasa acha tu naye mwenyewe akajichome moto. Anaenda kuteketea humo dareki zake. Jini wake ndio huyo anaangamia. Jini wenyewe wa maboksi kula dareki. Kamungunyuka. Lakini mbaya huyo akiwa fleshi. Na watoto wenda walilishwa kitu ile jini lilivyokufa, sasa wanaanza kuwa na akili. Yaani kama kuna uchawi hivi uliwaingilia, wakaanza wakajikuta wanafanya matendo ya ajabu. Yaweza kuwa ikawa ni hivyo. Sasa washakuwa salama. Lakini ile eneo linabaki halina mtu mzima hata mmoja. Watoto wamesababisha mzee, wameua wote. Bwana, kama unavyoweza kuona asubuhi kumegeuka kuwa uwanja. Na anajaribu kumtafuta ule mtoto yuko wapi. Anaona tu ni pete ule mtoto. Pete hii alivaa ule mtoto muda wote katika hizo harakati. Pete hii hapa, mtoto mwenyewe hatajulikani yuko wapi. Hata majivu hayajaonekana, hata mifupa haijaonekana. Huyu mtoto naye kageuka jini nini? Na kama pete naye pia imepotea. Kuna hatua zinapigwa hapo nyuma. Nani anakuja? Nani huyo? Woyo. Don't worry, Bo. Usio na wasiwasi, Bo. Hakuna kitu kinachokufa moja kwa moja ndani ya shamba la mahindi. Do. Bwana, inasadikika shamba la mahindi hata kama ukiliteketeza moto likateketea, halifi lote. Yaani hakuna kitu kinachokufa moja kwa moja, ndio maana yake. Yaani kuna baki tu na vimelea na vitu kama hivyo kwenye shamba la mahindi. Mimi sijajua kama ni kweli ama la, kwa sababu sio mkulima na sijaye kulima. Lakini wale ambao wanalima mahindi wanajua kama ni kweli hakuna kinachokufa moja kwa moja. Lazima kutakuwa kuna mchipuo mwingine utakuwepo tu kwenye shamba la mahindi. Lazima mvua ikinyesha mahindi lazima yachipuke mengine. Sijui bwana kama ni kweli ama la. Kitu nguvu yapo anaita Children of the Corn, inaisha kama hivi. Kumbuka mimi naitwa DJ Mark, DJ Machine. Kama Daus, kama Kawedes. Namaliza kitu ya nguvu kama hivi, tutaonana tena katika kigongo kijacho. Alamsika.